Katibu Tawala Mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa akiongozana na mkuu wa wilaya, wataalamu pamoja na meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji wamefika eneo la tukio na kuona athari zilizojitokeza kutokana na mvua hiyo. Hassan Rugwa anatoa maelekezo kwa viongozi wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji kuchukua hatua za dharura ili kuepusha madhara zaidi yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Na waita wataalamu hapa, nataka leo hii watushauri mpango wa kwenda nao hapa. Na leo hii mtafute malori, mtafute vifusi, mtafute mchanga, na hata kama simenti inahitajika mtafute, tuanze kazi hapa leo. Sawa? Tuanze kazi na mimi nitakuwepo hapa yani. Tuanze kazi hapa leo. Kwa sababu kazi hii ni ya dharura, sio? Hapa tunaongelea maisha ya watu. Kuna sehemu tunaweza tukasubiri yani. Yaani kwenye situation kama hii, tunaweza tukavunja mradi wote ule, mradi tunusuru maisha ya watu. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaweza vikasubiri visifanyike leo na bado tukawa salama, lakini kwenye hii haiwezi kusubiri kwa sababu manake huku chini kote kuna watu, si ndio? Ukiacha kesho tunakuta watu 100 wamekufa huku chini. Manake nini? Hapa mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua anaeleza hatua zilizochukuliwa na zinazoendelea kuchukuliwa na serikali ikiwemo kuboresha miundombinu iliyoharibika. Hatua tulizochukua mpaka sasa, kwanza tumeagiza timu ambazo zinahusika na maafa kupitia waratibu wao wapo kwenye maeneo yote ya manispaa ya Kigoma Ujiji ili kuhakikisha kwamba tunapata takwimu sahihi zisizo na shaka kuhusiana na uharibifu uliojitokeza. Na baada ya hapo sasa itakuwa ni hatua za kuchukua kama serikali, kwanza kurekebisha miundombinu ambayo mpaka sasa imeharibika, lakini pia kuona mahitaji ya kibinadamu ambayo sisi kama wananchi wa Kigoma kama viongozi tunaweza tukafikiria namna ya kuwapa pole wale ambao wamepatwa na changamoto hii. Baadhi ya wananchi waliokumbwa na adha hiyo akiwemo Nurdini Hassani Rashidi na Shida Salum wanaeleza namna ambavyo mvua ilivyoleta madhara katika makazi yao, huku wakiomba serikali kutoa msaada. Sasa tulikuwa tumekaa ndani, kuja kushtuka kutoka nje nakuta maji yamejaa uani, kuja kutoka barabarani ni bwawa. Kwa tukachanganyikiwa kuja kuangalia mafuriko, maka unasengua maji mengine yanaingia. Ikabidi tutoboe matundu mengine maji yaweze kutembea ndani ya nyumba. Lakini alhamdulillah maji yalifanikiwa kupungua na nyumba ndio kama nyumba imeisha. Kwa si hapa tuna makazi ya kwenda. Na sasa hivi hapa ninapozungumza nimepata matatizo ya kuangukiwa na nyumba tukiwa tumelala usiku na mvua iliyokuwa nyingi sana. Naomba msaada wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inisaidie kwa kweli. Na bahati nzuri tumeona kiongozi mkuu wa wilaya amekuja kwa kutupitia. Tunamshukuru. Mungu amjalie. Amekuja kutuona sisi. Mvua imetukuta kuanzia saa 2 jioni mpaka saa 2 usiku mpaka saa 6 usiku. Maji yalikuwa mengi sana, alitoboa nyumba hii mpaka kuingia ndani pako chepe matope matupu. Kwa upande wa mstahiki meya halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji Musa Maulidi amethibitisha kuwa madhara yaliyotokea yanasababishwa na kutokamilika kwa ujenzi wa mfereji unaotoa maji katika bwawa la Katubuka kuelekea ziwani. Maeneo haya ambapo tumepata maafa haya ni maeneo ambayo mfereji uliishia, ulikuwa unatakiwa uendelee kurekebishwa kwenda kupeleka maji ziwani. Lakini tatizo lingine, changamoto ambayo tumeigundua ni katika mradi huu wa TACTIC kwa barabara hii ya Kawawa. Kipenyo cha makaravati ni kidogo ukilinganisha na wingi wa maji ambao unaupita, kitu ambacho kinasababisha yale maji yanakuja kwenye mitaro yanakuwa ni mengi kiasi kwamba yanashindwa kupita kwenye kile kipenyo, yanafurika yanaenda kubomoa nyumba za watu. Kwa hiyo nitoe wito kwa kandarasi mshauri waone jinsi gani ya kufanya kurejea michoro yao kuhakikisha kwamba tunarekebisha makaravati haya ili aweze kupokea maji kulingana na wingi wa maji ambao unaupita. Kutokana na ongezeko la makazi ya wananchi na uboreshaji wa miundombinu katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kigoma usiozingatia athari zinazoweza kujitokeza kwa wananchi, imekuwa sababu ya wananchi wengi kupoteza makazi yao.